Mwali, siku zote nakujaga hapa na stori. Leo sina stori, nasakata maana sio stori. Hey. Hey. Nyie, yaani kama wewe unafikiri upo kwenye hiyo ndoa unapata shida peke yako, basi mwali, naomba unisikilize. Au kama upo kwenye ndoa unafikiri watu upo nje wote wanafurahi, wanaishi vizuri, wewe peke yako ndio unaishi vibaya, mwali, naomba unisikilize. Kama unahisi wewe kuna namna ulimkosea Mungu ukafanya uchaguzi mbaya, mwali, naomba unisikilize. Ila wanaume hapana. Wanaume, unajua kuna msanii mmoja bwana wa nyimbo za Injili anaitwa Rose Muhando. Alimbaga jamani Mungu anacheka. Kuna sana baba kule mbinguni anacheka. Akiangalia hivi vitu huko duniani vya kiume ndio baba anacheka, kwa sababu akikasirika tumeisha. Ila mwali haina kulia, haina kulia, haina kutia huruma, haina kukaa kinyonge. Wanavyotaka tunataka, mnavyotaka tunataka. Labda niwaambie, hii haishi mpaka iishe, na haishi mpaka iishiwe. Na sisi sio wa kuishiwa, hatuishiwi leo mwali. Sisi ndo watengeneza mabomu sisi ndo wasusi wa mipango, si unanielewa? Tunasuka asubuhi, mchana na jioni. Wao ukiziba, mimi nazibua. Ndio habari ilivyo. Sasa wewe kaa hapo unalialia nyumbani kwako. Sasa hivi kuna mtu amekaa nyumbani kwake analia, kaagiza brufen huko, kunywaga brufen, maisha yaendelee. Nimekwambia tunapigwa matukio, tupo Kariakoo tunafanya biashara. Unapigwa tukio unaagiza gari jipya, unapigwa matukio unaenda zako China kuchukua mizigo, unapigwa matukio mara unajiremba, unapigwa matukio unaagiza outfit, unapigwa matukio unaenda zako vacation. Yaani ukipigwa tukio tafuta cha kufanya, tukio cha kufanya mpaka akili ziwakae sawa. Maana sije nikaongea nikaonekana maneno bana, kama uko Goba ama uko Dar es Salaam hii ya da, ama uko mkoa wote hapa Tanzania, na ujui kwamba Glow and Shine wana vitu mali, wana vitu unique, wana vitu bombastic vya kuvaa, vya kujipimp, wewe utakuwa umeshafeli. Mwali yuko pale Goba Mtipesa, ana nguo za aina zote, t-shirt usiseme, accessory kwa ukubwa wake, nguo za ofisini, nguo za kutokea. Mwali mtafute, yuko pale Goba, anafanya delivery mikoani, anatuma. Namba ni hizo hapo. Hana tamaa, anauzia bei ya Kariakoo, China ya Dar es Salaam, China ya Tanzania. Mwali yuko pale, hana mbambamba, yuko lele, hajapoa. Hajapoa mwali. Nenda pale jichagulie. La uwezi mpigie simu, anafanya delivery, ndio kazi yake aliyoichagua mwali. Anasema kwake wateja wapate wao, afilisike. No sweat, no sweat, kasema so shida zake. Kwa hiyo piga simu akuletee mzigo wako. Unataka nini wewe? Na kama kuna kitu unataka kwenye akaunti yake haipo, anaweza akakutafutia. Ni wewe tu na maelewano yake. Ninakwambia hivi, hakuna kuglow bila kushine. Mwali, ninaomba unisikilize vizuri. Baada ya hapa nitaomba maoni yako, maana hata mwenyewe anasubiri kusoma maoni ya Watanzania. Shoga yetu ana miaka 35 mwaka huu 2026. Aliolewa akiwa na miaka 27. Aliolewa hapa Tanzania, mkoa fulani hivi. Walivyoana na mume wake walikaa miaka 3. Shoga yetu ni mwajiriwa, tena sekta kubwa tu. Ndugu yetu naye ni mwajiriwa, sekta kubwa tu. Huku na huku, mwaka wa kwanza ukaisha, wa pili ukaisha, wa tatu ukaisha, dada akapata ujauzito. Huku na huku bwana, Mungu akafungua madirisha ya mbinguni, akafungua milango. Maana hii tena ilikuwa double. Mungu akafungua yote, zikamiminika. Saa ngapi ile bwana asipate kazi nje ya nchi? Kaongea na mke wake, bebi, mimi nataka kwenda nje ya nchi. Iko wapi? Kuna dili liko mizani, hii hapa, mkataba huu hapa, si miaka 6, si miaka 10, si nini. Kwa mimi nataka kwenda kule ndugu yangu, wewe huku utanifuata baadaye. Dada leo ikaanza kumuuma. Dada leo ikaanza usiku halali. Anakwambia tangu ile dili limekuja mezani ya usiku halali, anawaza itakuwaje. Japo anakwambia mume wake alichelewa kuoa. Wewe na maana alimuoa umri ushaenda. Bwana mkubwa ana miaka, yani anaitafuta 50 hapo. Umenielewa? Baba alichelewa kuoa. Sawa sawa. Kwa hiyo akawa anamwamini mume wake, alikuwa hajui kama anaweza akawa na atuulize sie. Mtu amegonga 65 na bado mambo yako vile vile. Wanaume
Dada kwa imani yake, siku imefika akampa baraka zote mume wake. Nenda baba, na kuomba tu uaminifu. Shemeji yetu kapokea. Wife, mshukuru Mungu sana, umepata mwanaume ambaye siumbishwi na tamaa. Mimi tamaa haziwezi kuniumbisha. Kwanza naona kama wanipotezea muda kuuliza mambo ya ajabu ajabu. Mimi najua kilichonipeleka pale, najua kilichonipeleka. Nimeenda kwa ajili ya kazi, na mimi nimeshaoa. Sishangai wanawake. Kwanza mimi mpaka nimechelewa kuoa hivi kwa sababu nilikuwa natafuta mwanamke sahihi ambaye ni wewe. Nimekupata Latifa kule, sishangai mwanamke, na nakwambia sina tamaa. Mimi ni zangu dua, kazi, sala, kazi, basi. Hutosikia ujinga. Nitakuwa naongea nawe video call mke wangu, na nikikumisi nitakuwa nakwambia njoo, tunakaa tuna spend, unarudi. Sawa? Wewe niombee tu kwa Mwenyezi Mungu nifike vizuri, nifike salama basi. Mambo mengine achana nayo, kujipajipa stress. Ukutane na risala kama hiyo afu ukapewa na kumbato, utasema basi mwanaume ndio huyu. Mpe mgongo wewe. Mpe mgongo mwali wangu. Mwali wangu mzee wa kazi na sala kafika kwa mjomba Trump. Kafika kwa Edi Boy. Mwaka wa kwanza ule wakawa wanaongea kweli kama alivyosema Edi Boy. Wanaongea mama video call mpaka darasani. Fanya kama unaona. Maswali ya darasani yote anamuuliza yeye. Nataka nakufundishwa huku na mimi nikufundishe. Shoga yetu anakaa anasinzia, anafundishwa. Wala wako ukate simu mwali. Achana mambo ya darasani ya kufundishana. Njoo kwenye swala la kuomba hela. Ukiomba hela saa 4 saa 6 ile imeingia. Unaweza hata ukatumiwa hela bila kuomba. Logwa useme unaumwa. Baba atakubembeleza. Ukijikata na kupuliza. Mtu yuko Marekani na kupuliza Tanzania. Sogeza simu hapo nikupulize. Ni wanaume hawa. Wanaweza kachukua akili yako ukaona kama dunia unairani wewe. Sasa subiri ageuke. Tulimaliza ule mwaka vizuri mwali, kwa mapenzi na mapendo na kujaliana, caring, handling kama zote. Tunaingia mwaka wa pili mwali, havichelewi. Na vinauma jamani. Asikwambie mtu, yani simulio kama hivi. Vinaumaga kama uchungu jamani. Dada yule atapiga simu mpaka vidole vitaisha. Baba anakuja kujibu jioni. I was busy fighting for our future. I was busy building our future. I'm just doing this for both of us. Sio yangu peke yangu. Kwa hiyo inabidi tu niombe, punguza lawama. Sipendi mwanamke anayeongea. Yule alikuwa anamfundisha. Yule alikuwa anafundishana mwali. Hujaona mwali wangu. Dada akabaki na kitu rohoni. Kumbuka ndo mwaka pili unaingia. Mwaka ule katika hivyo hivyo wa pili. Wa tatu baba kaja na kubwa kuliko. Kapiga simu hiyo. Mke wangu, sio kaongea vizuri tu. Huku niko mbali. Nimechukua mkataba wa miaka mingi. Nilikuwa naomba uniruhusu nioe. Tume.